Asanteni. Mimi kwa jina langu naitwa Ana Rose Shanga, ni afisa maendeleo ya jamii, lakini pia ni mratibu wa dawati la mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu hapa halmashauri ya wilaya ya Arusha. Halmashauri ya wilaya ya Arusha sambamba na halmashauri nyingine nchini Tanzania tumekuwa tukitoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Na mikopo hii tunaita ni mikopo ya 10%. 10% si kwamba ina riba ya 10%, la hasha. 10% kwa maana kwamba ni mikopo inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri. Kwa ile 10% ndio inakwenda kuwezesha vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Vikundi hivi tunakuwa tukivijengea uwezo, tukiviunda kuanzia ngazi ya kata. Kwa hiyo ni wahamasishe wale ambao hawako kwenye vikundi, ni wakati wenu. Mikopo inaendelea kutolewa kila awamu, kila robo mwaka, kila baada ya miezi mitatu tunakuwa tunatoa hii mikopo. Mtu atasema nianzie wapi? Sehemu ya kuanzia sahihi ni ngazi ya kata. Fika ofisi ya kata, mtafute mtu anaitwa afisa maendeleo ya kata au mtendaji wa kata. Watu hao wawili watakuelekeza vizuri kwamba sasa wewe uanzeje hadi mwisho, hatua mwisho mfike halmashauri, msajiliwe na muweze kunufaika na hii mikopo. Lakini tunatoa mikopo kwa wanawake miaka 18 na kuendelea uweze kufanya kazi. Kikundi kianzia watu 5 na kuendelea. Vijana tunashukuru serikali imeongeza umri wa kijana. Ilikuwa ikiishia miaka 35, lakini kwa sasa kuanzia miaka 18 mpaka 45. Lakini kwa kundi la 3 la watu wenye ulemavu hawa, serikali imesema anaweza akakopa akiwa kwenye kikundi au peke yake. Kwa nini? Ni mara chache sana kuwapata watu wenye ulemavu wakiwa wengi kwa eneo moja. Kwa hiyo hawa wenzetu wenye mahitaji maalum anaweza akakopa akiwa mwenyewe, ili mradi tu pamoja na changamoto ya ulemavu alionao aweze kufanya kazi. Lakini eneo la pili ni fursa hii ya mikopo ya wajasiriamali, ambayo NMB tayari wameshatuambia pesa ziko kule, serikali imepeleka, wajasiriamali tukakopa. Sasa kigezo uwe na kitambulisho cha mjasiriamali. Unakipataje? Hatua ni zile zile. Nenda ofisi ya kata, tafuta afisa maendeleo wa kata, uwe na namba ya NIDA, lakini pili uwe na barua ya utambulisho kutoka kwa mtendaji. Vitu hivyo viwili. Afisa maendeleo atakusajili kwa gharama ya shilingi 20,000. Utapewa control number ya kulipia pesa hiyo. Baada ya muda kitambulisho chako kitakuja. Utapokea kitambulisho chako cha mjasiriamali mdogo, utaelekea wapi mpendwa? Benki, ili uweze kunufaika na hiyo mikopo. Lakini pia tuna fursa nyingine ya mikopo. Hii ni kwa vijana, inatoka ofisi ya waziri mkuu, ajira kazi. Hawa pia vijana wanakopeshwa kupitia ofisi ya waziri mkuu. Na mwaka juzi tuna kikundi ambacho tayari kilishanufaika cha vijana, kilipata mkopo kutoka ofisi ya waziri mkuu. Kwa hiyo wamama mlioko hapa mkawaambie vijana wenu, jamani fursa hiyo ipo, wafike tu ofisi za kata, afisa maendeleo, lakini mkikwama njooni halmashauri pia tutawahudumia. Lakini mwisho cha kusisitiza, ni kweli tunatoa mikopo, lakini tunaomba hii mikopo iende kafanye lengo ambalo limekusudiwa. Ukichukua mkopo usipopeleka kwenye mradi, hautaweza kuona faida yake. Ukichukua mkopo ukaila, ukichukua mkopo ukavaa, jamani, baada ya mkopo ni nini? Baada ya mkopo ni nini? Baada ya mkopo ni marejesho. Na sasa hivi sheria, kanuni mpya ya mikopo iliyoboreshwa mwaka 2024 imeboresha na ikasema kikundi kikishindwa kufanya marejesho kulingana na mkataba walioingia, kikundi hiki kitapelekwa mahakamani. Sasa hatutarajii tufikane mahakamani, si ndio? Kopa kwa malengo. Jambo lingine, sisi ni wajasiriamali. Kabla hujaanza kufanya biashara, tunasema anzia sokoni, malizia shambani. Anzia sokoni, malizia shambani. Ikiwa na maana gani?
tafiti kwanza soko nalo kuzunguka. Hapa kuna changamoto gani? Nini hamna? Mbona kama nimekaa sehemu ambayo hapa naona huduma chakula wanafuata mbali. Nikifungua mgahawa nitafanikiwa, si ndio Lakini mbona hapa kipindi fulani nyanya zinakuwa hazipo. Kumbe nikienda kulima nyanya nitafanikiwa. Usifungue kwa sababu fulani amefanya. Tafiti biashara hii nitapata wateja? Nitapata faida? Ukishakuwa na wazo hilo zuri, sasa nenda katafute mtaji, zalisha ili sasa upate kipato, ikiwa na maana kwamba utajikwamua wewe, lakini utakwamua familia na jamii ile kuzunguka. Na ile dhana ya serikali inayosema kumuinua mwananchi kiuchumi itakuwa imefanikiwa. Sababu tunatamani huko mbeleni tupate taifa ambalo si tegemezi tena, wanaweza kusimama wakafanya mambo yakawa makubwa. Lakini tukatoka kwenye shughuli ndogo ndogo na kuwa watu wakubwa. Toka kuwa mamalisha wa kawaida kuwa mkubwa, unakuwa na kampuni, utafika kwenye shughuli, utaitwa katika maofisi mbalimbali. Toka kuwa mtu wa kawaida wa kuuza pale mboga na nini, anza kusambaza kwenye mahoteli. Fuga kuku, usiwauzie tu majirani, lakini peka katika mahoteli makubwa. Kuwa mkulima sio mdogo, lakini baadaye usafirishe, upeleke maparachichi nje ya nchi, upeleke sijui mboga za majani ambazo zimesindikwa, maziwa. Usifuge tu kwa hasara, fuga kibiashara. Tunatamani watu wa namna hiyo, fuga kibiashara. Uwe na baadaye uwe na kiwanda, maziwa mtindi. Tunakunywa maziwa kutoka Sami. Kile nilikuwa ni kikundi, lakini sasa hivi wanakuwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo jamani, hizi fursa ambazo tunazisikia tuzitumie. Tusiziache zipite. Nyinyi ndio wanufaika, nyinyi ndio walengwa, na nyinyi ndio kundi sahihi ambalo pia tunaamini mkibadilika kulingana na hii mikopo, hata wale watu ambao wako nje watatamani kuingia. Kitu tunazindua mikopo hiyo kwa awamu nyingine ya pili. Naamini kuna wanufaika huko. Wapo? Jibuni basi kwa ujasiri. Mpo Hebu tunyoshe ambao kisha tutakuwepo tunapata mikopo. Pale uzima safi. Kwa hiyo jamani wa mama, tukae tuzikimbilie hizi fursa. Baada kusema hayo, nashukuru sana. Asanteni kwa kunisikiliza.